tangu tulipokuwa tumeachana hapa ndani. Nashukuru sana kama unanipata kwa njia iliyo safi na kukaribisha kwenye show yetu ya siku hii ya leo. Kama kawaida, kama kawa, nilikuwa nataka kuingia hapa mapema tupige show, lakini sababu ya mitambo tu shida kidogo ikaweza kunizuia, lakini nishafika hapa ndani na najua kwamba tutashiriki wote kwa pamoja katika show hii ya siku hii ya leo. Tutapiga show moja kwa moja, tuweze kuzungumza mawili matatu na tujue kwamba ni lipi hasa linaendelea katika siku hii ya leo. Ikiwa siasa izimeisha, kuna baadhi ya mambo ambayo yanafanyika hapa nchini Kenya, na hakika tunazidi kusonga mbele kwa sababu tunajua kwamba ni mengi ambayo yatafanyika kupitia kwa kuanzia kesho, ikiwa tumepakisha masaa machache ili sherehe muhimu iweze kufanyika, handover iweze kufanyika, na kuna baadhi serikali mpya itaingia na serikali ambayo ilikuwepo itafanya nini, itaondoka, na kuna baadhi ya wale ambao watapaki kulingana na katiba ama kulingana na jinsi ambavyo watakubaliana. So najua kwamba katika Juni hii ya leo, ikiwa wengine wanakuwa wanaongoza, wengine wanategea kusikia kwamba siku ya kesho itakuwa vipi, kuna baadhi ya mambo ambayo yamefanyika siku ya leo, kuna baadhi ya mambo ambayo yametendeka siku hii ya leo, na tungependa kuweza kuangazia katika siku hii ama wakati huu kama wana Kisi Hot TV. Ikiwa ndio unafika kwa nyumba na kuambia kwamba hii ni show iko live, tutadiscuss moja kwa moja na tutazungumza moja kwa moja, tujue kwamba ni lipi hasa tunaelekea katika upande upi. Na ikiwa umefika kwenye show ni mara yako ya kwanza, na kuomba tafadhali kaweza tukufanya kitu kimoja tu peke yake, ili kusubscribe katika show yetu ya siku hii ya leo, ama unaweza like, pia unaweza share hiyo link, kwa sababu hata mimi nishakimbia katika hiyo upande. Nataka nifanye chinzi ambavyo watu wengine wanafanya, kushare link na kusubscribe. So karibu sana watazamaji wa runinga ya Kisi Hot TV. Kama kawaida, mimi jina langu naitwa Nyabuto Dennis, ukipenda utaniita Kukurikundu. Nilikuwa nataka kuwa hapa ndani mapema, lakini nikapata kwamba network haikuweza kuniruhusu niweze kuwa hapa ndani, lakini nashukuru sana kwa sababu nishafika, hata kama ni muda ambao mida ya saa 4 na dakika 23, ikiwa impakisha dakika kidogo sana tuweze kufika katika siku ya kesho ambayo ni sherehe, siku ya kihistoria ambayo itaandikwa chini na vitabu. Kuna baadhi ya wale ambao wataandika na kalamu, kuna wale ambao wataandika na wino, so ni mengi yatafanyika. So nakukaribisha moja kwa moja tuweze kuangazia swala moja tu, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo yamefanyika. Kesho tuko na swearing in of the fifth president, and today Raila ameconfirm kwamba hata kwa kesho katika sherehe ya siku ya kesho, kwa sababu amesema kwamba alialikwa akuwepo sherehe siku ya kesho, lakini hata kuwepo kwa sababu amesema kwamba kuna nitende kukutajia vitu tatu ambavyo Raila Amolo Odinga asema kwamba zitamfanya kesho asikuwepo katika sherehe ama siku ya kesho. So karibu sana kwa nyumba. Najua kwamba nataka watu wafike tu share hiyo link, share link, kwa sababu nataka tuweze kufanya nini, kudiscuss mambo muhimu hapa ndani, mimi na wewe, kupitia kwa njia ya comment section. Utaandika comment yako hapo kwenye comment, utaandika comment yako tujue kwamba maoni yako ni yapi, na tutasoma komenti zako hapa moja kwa moja. So kuna baadhi ya vitu ambavyo vimefanyika siku hii ya leo. Kuna mambo ambayo yamefanyika. La kwanza ni wakati ambapo Ruto ameenda mpaka State House, wamekutana na rais anayeondoka, wakazungumza, wakanena. So kuna mambo yanatokea pale, kwa sababu hapo awali, kabla ya uchaguzi ama kabla ya kufika katika uchaguzi, kuna baadhi ya mambo ambayo tuliona pale katika ama ile breakfast ilikuwa imefanyika, breakfast prayer. Tukaona kwamba Raila Ruto wakapatana pale na mheshimiwa na rais anayeondoka William Samuel Ruto. Hawakuweza kusalimiana moja kwa moja. Tukaona pale the first lady ambaye anaondoka sasa, wakapatana pale, akakataa, akalenga kusalimia Ruto, lakini leo wamepatana State House, wakasalimiana, wakazungumza, labda alikuwa anafanywa orientation. So kuna mambo matatu tuweze kuangazia hapa ndani, na moja kwa moja tujue kwamba tunaelekea wapi. So ikiwa ndio umefika kwa nyumba na ni mara yako ya kwanza, ila tunakuomba kuweza kufanya kitu kimoja tu peke yake, kitu tu cha kufanya nini, kushare link na itisha watu wakuja hapo kwa show. Tutakuwa tunapiga moja kwa moja katika show yetu ya siku hii ya leo. Najua kwamba sauti iko sawa na kile kitu kipo shwari, na tutashirikiana pamoja, au sio mtu wangu? Yes, najua kwamba kuna mambo mwingine matatu naangalia hapa. Kulingana na speech, unajua president anayeondoka, it was last
ya mwisho kama president, speech kama rais aliongea hapa. Alizungumza kama alinena kama alizungumza kama president anayeondoka. So meaning hey. Anyway, unajua rais anaondoka, Rais Uhuru Kenyatta akanena speech yake ya mwisho, na kuna katika hiyo speech kuna baadhi ya ile statement alipatiana, congratulations. Kuna watu walikuwa wanasema kwamba sijui rais hataki kupatiana congratulations, sijui rais sijui mbona. So today amefanya hivyo, leo amefanya hivyo. So I don't know nini tena kitakuwa nini tena kitakuwa, sababu leo president amepeana amepatiana speech na kisha baadaye akacongratulate the president. Hiyo watu wanasema kwa muda kidogo tu sana rais alichukua muda kidogo tu sana kucongratulate the president anayeondoka. So najua kwamba tukianzia kabisa kesho ni swearing in of the 50th president, na kuna baadhi, by the way we are sorry, na kuna zile familia ambazo zimepoteza wapenda wao kwa sababu ya ajali ya barabarani. Kuna watu walikuwa wanatoka Nakuru wakapata ajali, kuna watu walikuwa wanatoka katika kaunti gani ile, nitakufahamisha ile kaunti ambayo walikuwa na gari yao ikapata ajali. Walikuwa wanaenda kushuhudia sherehe pale uwanja wa Kasarani. Kuna baadhi ya gari mbili ambazo zimepata ajali na tunasema kwamba pole sana. So ninataka tuweze kuanzia swala moja, niko na mambo matatu nataka tuweze kuzungumzia. Swearing in the 5th president ambaye ni William Ruto. Number 2, Ruto alitembelea, Ruto was invited by His Excellency the outgoing president, na wakaweza kuzungumza mambo mawili matatu. So mtaniwa tu radhi kidogo kwa sababu ya kidogo tu kwa kitu tunashughulikia hapa, mimi narudi tuweze kuendelea. Nilikuwa nazungumza kidogo tu na asante sana kwa kuweza kuniruhusu. So and today kuna mambo tu tuweze kuangazia hapa. Ruto invites Raila to his swearing in, na Ruto meets with Uhuru Kenyatta. Nikianzia kabisa, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na William Ruto imekuwa a long time bila kusalimiana na mkono. Imechukua muda bila kusalimiana mkono. Tumeona pale katika social media watu wameandika tu vitu mingi sana, comments zimeandikwa ni mingi sana, na kuna baadhi ya maoni ambao Wakenya wamesema kwamba imekuwaje. Ukikumbuka kwamba the recent function ambao waliweza kuhudhuria wote kwa pamoja ilikuwa ni wakati wa maombi ya breakfast prayer ambayo iliweza kuwajumuisha wote. Tunakumbuka kwamba hata CJ Koome alikuwa yuko pale. Tulikuwa pale na first lady anayeondoka na first lady anayeingia, tulikuwa na president anayeondoka na president anayeingia na baadhi ya viongozi wengine. Katika hiyo sherehe pia kuna event nyingine tumeona kwamba hawasalimiani. Watu wakateta kusema kwamba how come rais hataki kusalimiana na naibu wake. Ikakuwa pale kuna video moja pale katembea kwamba Raila Ruto akisalimia rais anayeondoka, analenga salamu, the first lady anapita tu, the president anayeingia, kisha anasalimia watu wengine, anaacha president anayeingia. So kukakuwa na maneno mingi sana kwa sababu mara ya kwanza ujue kwamba hawa ni watu ambao walikuwa wanatembea wote kwa pamoja. Hawa ni watu walikuwa wanashinda wote kwa pamoja. Ikakuwa tu ni vigumu kwa sababu Wakenya wakashinda kuelewa hasa kama hata watu wamekosana ni nini hasa kilifanyika, hawa kutoelewana. So siku ya leo vile ambavyo nimekufahamisha,
waliweza kupatana moja kwa moja katika nyumba ile ya State House, wakati ambapo ni orientation ama ni mambo mawili matatu rais anayeingia wanaenda kushauriana ama kwenda kuonyesha. So pia president akiwa anaondoka kwenye ofisi, kumaanisha kwamba the event ya kesho itakuwa peaceful, itakuwa smart, itakuwa smooth. And by the way, the one question I'm asking, what do you think the outgoing president and the incoming president wamechukua muda sana hawaja shake hands together, and today wameshake hands? And how do you think, how do you feel as a Kenyan, kama wewe Mkenya wa kawaida? Je, do you think hii itaendelea kuwepo? Atafanya hivi, haya hizi salamu zitaendelea ama zitafika zikatike all of a sudden? Because kutoka nyuma, siku za nyuma, siku chache tumeona kwamba hawacha kuwa wakisalimiana moja kwa moja. And another thing I want us to talk about is all about the swearing in of the 50th president. We had around 20 states that they are going to attend tomorrow's function. 20 states, meaning maybe the states 20, according to the report which was ripationa siku ya jana. 20 states zitafanya nini? Zitahudhuria katika sherehe ya kesho. And I think this is the first history. We have never had more than that. Number is too high for the visitors from the states zinaenda kuattend kesho kwenye hiyo function. And tomorrow, another thing I want us to talk about, kuna vitu mingi zimetokea pale. We have seen so many people trending. So more special people of Kenya Kwanza wanasema kwamba it's all about not to sponsor the government media station to go and give coverage from the ground. Other media stations we just be given a link, coverage link, and haina haja watendi kule. So a lot of issues have been emerged from the event of tomorrow. And another thing I want us to talk about is all about the Raila Odinga mwenye alikuwa invited hudhuria siku ya kesho katika sherehe muhimu ambayo inafanyika siku ya kesho, lakini akasema kwamba kuna maneno matatu amezungumza. Akasema kwamba hawezi akahudhuria katika mkutano wa kesho. Asijui kama, do you think kwamba Raila Odinga angefaa kuattend function ya kesho, ama Raila Odinga angelenga jinsi ambavyo amelenga? So kuna baadhi ya sababu 2, 3, 4, 5 zenye amesema kwamba zilimfanya yeye kutohudhuria katika mkutano wa siku ya kesho, of which I don't know ni zipi, ama sielewi mbona amesema tu hivyo. Lakini licha ya mahakama ya upeo kuweza kusema kwamba uchaguzi ulifanyika kwa uhuru na haki, baadhi ya mlengo wa Azimio wameshtumu sana mahakama ya upeo. Na tujue kwamba wakati mahakama ya upeo iliweza kupatiana majibu yao, hasa kulingana na chinzi ambavyo wameona kwamba, ama kulingana na chinzi ambavyo walisema kwamba Azimio ile ushahidi ambayo ilipeleka ilikuwa ni hot air, of which watu wamesema kwamba mahakama ya upeo ilipoteza ile vocabulary ya mahakama. Yani kuna yale matamshi, kuna yale maneno ambayo mahakama inatumia kisha kueleza watu, lakini hapa kuna matamshi ambayo wanatumia kwamba wanasema kwamba hawakusikia vizuri. Hasa maybe ilikuwa wanasema kwamba wanashtumu kusema kwamba labda ilikuwa ni matusi. So kuna baadhi ya vitu ambavyo Raila alisema kwamba hataweza kuhudhuria katika sherehe ya siku ya kesho. Nataka tunaweza kukusomea hapa tujue kwamba, lakini kwenye comment section unaweza nieleza kwamba je, Raila Odinga angefaa kuhudhuria katika sherehe ya siku ya kesho ama asiweze kuhudhuria sherehe? Kwa sababu asema kwamba aliweza kuwa alipatiwa barua na kisha akapigiwa simu na Ruto mwenyewe, akamwambia ndugu yangu aweze kuhudhuria sherehe ya siku ya kesho. I don't know kama miaka ya nyuma wapinzani, kama tunapingana na mtu,
unafaa kuhudhuria. Na unajua kwamba kuna matamshi ambao kiongozi samahani Ruto amekuwa akisema kwamba ikiwa unataka tutembee pamoja, mimi sita tolerate mambo na handshake. Mambo na handshake mimi sitaki. Wewe jipange, opposition, check the government, weka hao opposition, chukua role yako kama mtu wako opposition, fanya kazi, check my work, check my everything, check my projects. Sasa mambo ya handshake sitaki. I don't know if kuita Raila Amolo Odinga aweze kuhudhuria ingefaa, ama ni vizuri Raila Amolo Odinga angeweza kuhudhuria siku ya kesho. Na kuna maneno ambayo amesema kwamba hapa, in fact kuna vile Raila Amolo Odinga amesema, in fact amesema hivi, akirudi kuna mambo ambayo watafanya immediately. Hawatarus hope. The moment anarudi in the country, kuna vitu ambavyo wanaazimio wataenda kufanya, of which hatujui ni zipi. Lakini katika comment nataka uniambie kwamba, je, ni vizuri Raila Amolo Odinga angeattend function ya kesho? Yeah? Number 2, imekuwa long time Ruto and Uhuru hawaja shake hands, and today tunaona kwa pale wakishake hands, yani walisalimiana. I don't know kwamba it was pride, ilikuwa sijui nitumie neno lipi ili kueleza, lakini wewe kusema kama wewe Mkenya, hawa viongozi wamepatana katika function muhimu, hadi ile function ya maombi, lakini hawakusalimiana. Labda mmoja anasalimiwa, mwingine analenga, mwingine anasalimia mwingine akataa kusalimia huyu. So ikaleta ni kama ni tatizo kidogo. Lakini leo wakati ambapo Ruto aliweza kutembea katika State House, tuliona kwamba walisalimiana. Je, kama wewe Mkenya, hizi kushake hands itaendelea ama watafika katikati tena iwe tu ni na watu watafanyana tu hivi hi, ama watashake hands? What do you think as a Kenyan? Na ulijifunza nini hasa kama Mkenya? Kwa sababu sasa kuanzia kesho ushukani utakuwa ni wa Ruto akiapishwa, na hasa jinsi ambavyo amesema, the moment anaapishwa tu hivi, akiweka Biblia chini hivi, cartels and whatever wataona, unga itashuka, kila kitu itashuka chini. But my big question is this, now hawa washafanya nini? Wamepatana. Raila Amolo Odinga amekuwa invited, amekataa. Wewe kama Mkenya ungeshauri nini Raila Amolo Odinga? Tupatane kwenye comment hapo, niandikie comment yako, niambie kwamba kukurikuntu kitu Raila angefanya, angeattend function ama Raila asiattend function kwa sababu ya hii na hii. Unaona? Although ikiwa kwamba imefika wakati ambapo mheshimiwa ama samahani rais mteule William Ruto amemwalika kwenye sherehe, Raila Amolo Odinga amekataa kuhudhuria. Rais mteuliwa, rais anaingia kuanzia kesho, Ruto ameambia Raila azipange opposition. And you know very well opposition haiwezi fanya kazi bila. Opposition haitafanya kazi kama haina watu. Hautakuwa mtu mmoja useme kama wewe uko opposition. Inabidi mkue watu kama watu wengi ndio mtaitwa opposition. So in this, for the government, for the opposition to check the government, it needs people, wale ambao wanafaa kuwa katika mlengo wa opposition. And here, ladies and gentlemen, we have seen so many people of Azimio wakidcamp to Kenya Kwanza. So many people. The latest we have seen some leaders from Kisii, leaders from Meru, from Kisumu, from Makueni, not Makueni, Machakos, from the other side. People are coming from their area. They don't want to be in the opposition. I don't know
if now hiyo ni wakati ambapo Ruto anasema kwamba bwana Raila Amolo Odinga, jipange katika sehemu yako, jipange na opposition. But nikiwa naongea tu nataka kuona kwenye comment baadhi ya wale ambao wanasema kwamba sijui kamera yangu iko na tatizo lipi, lakini mtanisamea. Now the government's preparing na opposition inajipanga, but the president is anaendelea kuchukua wale ambao wako opposition, watu ambao wako opposition anawachukua. For example, let's talk about the 10 independent MPs. Akafika akachukua the Azimio MPs and senators, wakaingia katika mlengo wake. And I think you as a Kenyan ungeadvise nini president at this moment? Mtu akitoka Azimio aingie kwa serikali yake, anafaa mwambie arudi ajipanga opposition ama awapokee wote, because president mteule anasema kwamba Raila Amolo Odinga, jipange na opposition yako, check my government, check my projects, check me on what I do. So now mwenye anambia jipange na opposition anaye kuchukua watu wake. So what's the best thing ungeadvise kama ungepata opportunity na nafasi nzuri kupatana na rais mteule William Ruto? Unamwambia kwamba achukue the elected leaders from Azimio, ama awaambie sasa na huu si wakati mwafaka wa kuingia katika mlengo wangu ka opposition? Because opposition unaambia Raila ajipange opposition, na wewe watu wa Raila unawapokea. So meaning unasema kwamba you can't tolerate with the handshake. And here the people who are supposed to go and check you unaenda kuwa receive. So how come anataka kudeny Raila peke yake? So ni Raila peke anafaa kuwa opposition ama pia hadi viongozi? So na hiyo this is what I want us to discuss today, na nataka kuweza kupata maoni yako kwenye comment. Ikiwa leo nimetumia software nyingine ambayo sitaweza kuku-invite kupitia kwa njia ya simu, lakini ukichukua comment yako ukiandika hapo itafika hapa, ili tuweze kushirikiana wote kwa pamoja, tujue kwamba maoni yako ni yapi kuhusu show yetu ya siku hii ya leo, na tutashiriki wote pamoja. Sawa sawa watazamaji. Okay, tunaona kutafutia kitu kimoja hapa, tuweze kuangazia kitu kimoja hapa, na tujue kama tunasonga vipi katika siku hii ya leo. Nilikuwa nataka kusomea kitu kimoja hapa. Raila Amolo Odinga to miss Ruto swearing in as says elections results were unclear. You know, nimekuambia kwamba Raila Amolo Odinga was invited to the function. Raila Amolo Odinga, as he was invited to the function to go and attend the inauguration of tomorrow, ama sherehe ya kesho, kitu cha kwanza Raila Amolo Odinga kulingana na statement yake, uchaguzi haukuwa wa Uhuru na yani haukuwa clear. It was unclear elections. So meaning if elections were clear, he was to attend to the function. And since I'm a state that the function was unclear, hawezi akattend. Pia alisema kwamba I regret, however, that I will not be available for the inauguration because I am out of the country, and also I have other serious concerns. So meaning he has serious concerns, so that's why he can't attend. I don't know what the concerns, but he stated 3 concerns zenye zilimfanya hawezi akattend the sherehe ya kesho. Do you see? So ni vitu mingi hapa Raila Amolo Odinga amezungumzia leo. I don't know kama sasa hivi tuseme kwa mfano Raila angechaguliwa kama angekuwa sasa ndiye president, tumefanyia sherehe siku ya kesho na I invite William Ruto, je, Ruto angeattend hiyo function ya siku ya kesho? Angeattend? Sijui kama Ruto angeattend, yes or no. And lakini swali ambalo ninauliza watazamaji, nataka pia tuweze kushirikiana na nyinyi mnijibu.
Je, wewe ungeshauri nini Raila Amolo Odinga? Attend function, aende hii function ya kesho, aache kuenda nje ya nchi, kwa sababu kesho ni siku kuu, siku ya kihistoria ambayo tunaandika chini, kwa sababu tumepata rais wa 5. Je, Raila Amolo Odinga angefaa kukaa ndani ama aende? Wewe unaambia Raila nini? Attend function ya kesho ama si attend? Maoni yako kwenye comment hapo. Naona hapa kuna mtu anaitwa Bishop Evan Singesa, anasema kwamba show iko poa. Asante sana Evan Singesa. Nashukuru sana. Amesema ako ndani ya nyumba. Kuna mtu anaitwa Pon Speaks, anasema kwamba watching from Qatar. Anasema kwamba ako ndani ya nyumba. Asante sana kina Bishop Ngesa, na kuona pale Poni inakuona from watching. Nashukuru sana. So hapo kwenye comment mniambie kwamba ungepata nafasi ya kushauri Raila Amolo Odinga kulingana na ile simu ambayo alipigiwa, ungemwambia ahudhurie ama asihudhurie? Kama wewe Mkenya unafurahishwa Raila Amolo Odinga akiitwa mkutano ama sherehe ya kesho na anakosa, wewe kama Mkenya unafurahia Raila Amolo Odinga akienda nje ya nchi wakati tuko na sherehe? Je, maoni yako ni yapi kama Mkenya? Kama ungepata wakati wa kuweza kuzungumza na rais ama kuzungumza na Raila, ungemwambia nini? Ama Ruto alifanya vizuri kualika Raila Amolo Odinga kwenye sherehe? Maoni yako tuyapate hapo. Na sijui mbona ikiwa kama aliweza kuinvite the Raila Amolo Odinga, mbona hakuinvite the deputy wa Raila Amolo Odinga? Labda I don't know siku ya kesho vile imepangwa, ni mengi imepangwa, but kuna yale ambayo tunaona mengi, especially ile coverage ambayo iliweka siku ya kesho, kuzuia baadhi ya vyombo vya habari kutohudhuria kutopeperusha matangazo moja kwa moja kutoka uwanja wa Kasarani. Hapa pia ni masuala ambayo tunataka kuangazia hapa ndani. So kama unanitazama, unaweza weka comment yako hapo, nitaipitia kwa sababu tushirikiane moja kwa moja, hiyo comment itatusaidia. Na ikiwa umefika hapo ndani na utafanya nini? Hautasubscribe, unaweza subscribe. Now, the concerns Raila Odinga, as new leader Raila Odinga will miss President-elect William Ruto is inauguration on Tuesday, tomorrow. In a statement, because Raila amezungumza kupitia kwa statement yake on his social platform, ndiye amezungumza kutoka pale. Raila said he was invited to the event. He was invited, meaning alikuwa invited, but unfortunately he will be away. So I don't know I'll travel lini, ama ametravel siku gani, ama ametoka nje nje siku gani, ama ametoka leo. But amesema kwamba the first reason why Raila Amolo Odinga will not attend to Ruto's function, number one, he is out of the country. Pia I'll state, if I may quote, I received a letter and a telephone call from Ruto inviting me to his inauguration site tomorrow, September 13th, 2022. Sorry. I regret, however, that I will not be available for the inauguration because I am out of the country, and I will also have another serious concerns. He has serious concerns. Unless, kama angekuwa, not even going outside the country, even if angekuwa inside the country, angeweza kuhudhuria kwenye mkutano huo. Meaning, he has a serious concerns. Although, the court ruled, he accepted the court ruling, but he didn't accept the ruling of the court. So meaning, he has serious concerns. Hata kama hangetoka nje ya nchi, lakini pale kama angekuwa hapa nje ya nchi, kuna mambo yana ambayo yangemfanya haziweze kufanya nini? Kuhudhuria sherehe. Let's hear
Ya kwanza, first, I believe that the Independent Electoral and Boundaries Commission, the body in charge of our elections, that is IPC, did not conduct a free and fair election. It did not conduct a free and fair election. That's the first reason. That's the first concern ambayo ilifanya Raila Amolo Odinga hakuweza kuattend mkutano ama sherehe ya Ruto kuapishwa kama rais wa tano siku ya kesho pale uwanja wa Kasarani. Mbali na kuwa, licha ya kukuwa mbali na nje ya nchi, staying away from the country, of course, hiyo ni moja ya sababu. Lakini it's not the major reason. Hiyo si muhimu sana. The concerns, so meaning is and hakuridhika na ile ruling ya mahakama. Did not conduct free and fair election. That's the IPC. That's the first concern. Anakataa pado. Ndio sababu inamfanya asihudhurie. So kumaanisha kwamba sherehe ya kesho, ile kuapishwa wa kesho ambao Ruto ataapishwa, yeye kwamba, yani anasema kwamba kulingana na yeye hakufurahia. For these reasons, the outcome of the election remains indeterminate. Meaning, once I return to the country, I'll jointly with Azimio la Umoja, One Kenya Coalition, party leaders, to announce our next steps as we seek to deepen and strengthen our democracy. So meaning, there is a wave coming. There is a wave coming. Kuna tarajia a wave. Because we don't know how long I'm out of the country. How long will he stay out of the country? But as long as he's coming back to the country, wataka kupatana the way forward. Atena tutapata mwelekeo. They want to give an announcement. I don't know if he has gone to prepare ama ameenda kujipanga ili kuweza kurudi. Lakini hizo ndio sababu ambazo zilimfanya hakuweza kuhudhuria. Aliendelea kusema kwamba we can only do so if we reform and transform the key institutions that are charged with protecting and advancing our democracy. Raila further applauded and thanked his supporters and whatever aliwashukuru. Lakini kuna sababu hapa. So preparations for Tuesday's swearing-in ceremony of Ruto as a Kenyan 5th president imekuwa completed. Everything is complete. The only way, what we're waiting is for the tomorrow function, and unajua kwamba function inaanza mida ya saa 4 kufika mida ya saa 8. Hakuna kupitisha hayo masaa kwa sababu kulingana na sheria hayo ndio masaa ambayo imepitishwa sherehe inafanyika. Interior PS Karanja Kibicho, ambaye ni member wa assumption of the office of the president committee, pia yeye alisema on Monday around 2,500 VIP visitors that are going to attend to the function of tomorrow. Around 60,000 Kenyans are going to attend to the function at Kasarani. So many kwa uwanja watu watakuwa zaidi ya 60,000 katika uwanja wa Kasarani. But my big question ilikuwa ni hii. Wewe kama Mkenya, Raila Amolo Odinga alialikwa kuhudhuria katika kikao cha siku ya kesho.
na hakuweza kuhudhuria, na amesema kwamba hawezi kuhudhuria katika kikao hicho kwa sababu ako nje ya nchi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili amesema ile IPC, ile matokeo ilipatiana ilikuwa ni matokeo ya kwa ya haki na ukweli, so hakuadharizika nayo. Na there's a wave, amesema kwamba as the moment is coming back to the country, it's want to give an announcement the way forward. Atende kuketi chini asungumze na watu wake, viongozi wa Azimio One Kenya Alliance, kisha umpatie mwelekeo. And we don't know what kind of the way forward Raila Amolo Odinga anaenda kupatiana. Lakini my question was this: Raila Amolo Odinga angefaa kuhudhuria katika kikao cha siku ya kesho? Kama wewe Mkenya, ungeshauri nini Raila Amolo Odinga ahudhurie? No, you know, the moment Raila Amolo Odinga angeattend sherehe ya siku ya kesho, it was to strengthen, ni kuweka ukukumafu wa kisiasa, utulivu, to strengthen peace of the country. When you accept and attend, even your supporters, kuna baadhi ya wale ambao bado hawajaridhika, hawajapata strength. The moment angehudhuria, vipereka wake labda wengine wangepata nguvu na kusema now let's kick and say the 50th president is William Samuel Ruto. But since amekataa kuhudhuria na alipata mwaliko na amesema kwamba bado uchaguzi haukuwa wa uhuru na haki, mahakama ya upeo ikasema kwamba uchaguzi ulikuwa wa uhuru na haki, lakini katika baada ya ruling, mahakama ya upeo ambaye ni CJ Martha Koome alisema hivi, kulingana na ruling ambao walipatiana, ni kupitia kwa mkono wake Mwenyezi Mungu, ni kupitia Mungu, na kupitia kwa hiyo nchi ya Kenya imeheshimika. Hayo ni baadhi ya yale matamshi ambayo alizungumza, alinena. Na baadaye tumeona kwamba Martha Karua amesema kwamba atende katika mahakama ya Afrika Mashariki ili kuchallenge. Na baadhi ya yale mambo ambayo wanashtumu, mahakama ilipoteza yale tunaita vocabulary ya court. Kuna ile vocabulary ambayo inatumika pale court ambayo wale watu ambao wamesomea wanaielewa, lakini wakikuja hapa wana interpret, ndio mtu wa kawaida anaelewa. Lakini wanasema kwamba mahakama ya upeo ilitumia vocabulary ama watumia tamshi ambayo wanashutumu kwamba yalikuwa yanakaribia kuwa matusi. Kwa mfano akisema kwamba ni ile neno ambayo ni hot hair. I don't know, but swali langu kuu lilikuwa ni hili: kwa hivyo kama Mkenya wa kawaida, ungefanya nini? Ungeruhusu, ungekaribisha Raila Amolo Odinga kwenye uwanja, ungemwadvise ahudhurie? Valentine's lifestyles. Habari wako sister yangu, habari wako. Anyway. Sister, how are you? Valentine, mambo vipi? Nakuwa na pala, asante sana. Nashukuru sana. Naona pale umeshafika. Sijui kwamba unawakilisha katika rekodi gani. But asa mimi hapa leo nataka tumeweze kuniambia kwenye comment, unaandika comment yako, unaniambia kwamba kukurikuntu, ingekuwa mimi ni Raila Amolo Odinga, ningehudhuria, ningeattend sherehe ya kesho. Ama mimi ningekuwa Raila Amolo Odinga, siwezi attend. Na unajua kwamba Ruto anasema kwamba hataki mambo na handshake. Sitaki mambo na handshake. And now here he is calling Raila Amolo Odinga to attend to his function. So what is the intention? The moment, I think it is quite long, tangu hawa watu wa shake hands. Ni wakati umekuwa mrefu sana. Imechukua wakati mrefu tangu wasalimiane. Hasa wakati huu wa siasa
hawatujana wakisalimiana labda kwa simu na kwingine, lakini sasa anamuita kesho wa shake hands. Kushake, no samahani, I want you to understand my point. Si kushake hands ile ya ile ya handshake, yani as long as ukipatana kwenye sherehe watasalimiana. William Ruto alisema hataki handshake. So what is the intention of William Ruto kuita kutaka Raila Amolo Odinga ahudhurie katika sherehe ya kesho? Sasa kiini chake kutaka Raila Amolo Odinga ahudhurie katika ile sherehe ya kesho ni kipi? Yeah? What's the main purpose? Wewe kama Mkenya ukiangalia ile swala hasa ndani yako unapata matokeo ni yapi? Mbona Ruto aarike Raila kwenye function yake? So what do you think? Hapa amesema hataki handshake, na hapa anamuita kwenye sherehe. So kiini chake ni kipi? Jana wakiwa pale Meru kwenye kanisa Thanksgiving, katika statement ya kuna mahali ambapo Ruto alizungumza, wakati alizungumzia uchumi, alisema kwamba uchumi wa hapa nchini umesoroteka sana. Uchumi wa hapa nchini umesoroteka, umekuwa uchumi mbaya. Unahitaji Wakenya kukuja pamoja ili kujenga uchumi. Na kisha akasema kwamba ninataka wale ndugu zangu wa ule upande mwingine wa upinzani waingie, tujenge, tukae pamoja, tujue kwamba jinsi gani tutajenga nchi hii, tutajenga uchumi. And I don't know, Ruto kuna mara anasema hataki handshake, and the other side akiona kwamba inampelekea kukua vigumu, anaita akiona kunaelekea kukua kubaya, anaita usaidizi kutoka upande mwingine. So meaning if you don't want to, kama hutaki handshake, unaambia wajipange upinzani, and the other time anawaita. So kama Mkenya, you know, nataka tuweze kuangazia hili swala kwenye comment. Pia wewe niambie kwenye comment section kwamba uniambie kwa maoni yako ni yapi. Anyway, na nimefika mida ya saa 5 dakika 4 Afrika Mashariki. Kuna kitu nataka nikuletea hapa kidogo. Chana kama naweza kipata hapa. Yes. Kama naweza kipata na tuweze kuona kwamba itakuwa vipi katika siku hii ya leo. Yes. Maoni yako ni yapi kuhusu matamshi yake Raila Amolo Odinga, hasa akukataa katika kualikwa kuhudhuria katika kikao cha siku ya kesho? Na kuna statement ambayo Martha Karua alisema leo, we cannot be forced to accept Ruto. Ukweli bado haujajulikana. You know, the leaders from Azimio bado hawajakubaliana matokeo ya mahakama ya upeo. So hiyo ni baadhi ya yale mambo ambayo nilikuwa nataka tuweze kufanya kuongea. So kama umefika hapo, huyu Valentine Suriano wapi? Mbona uko kwa akili yangu dadangu? It's a long time. Asante sana. Unaweza like show yetu, unaweza like hapo. Kama uko ndani unaweza like, unaweza share, unaweza comment pia useme maoni yako ni yapi. Na sherehe kesho tutamaliza, tutaongoza kwamba sasa serikali ichukue mkono wake. Anyway, kuna kitu nakutafutia hapa. Kuna kitu nakutafutia hapa. Na manake naona tulia kidogo. So kuna kitu nakutafutia hapa kidogo tu ili tuweze kusonga mbele pamoja. Naam. Yes, nashukuru sana. Nimerudi. So, huu ukiangalia haya maneno,
kuna vile yanakupeleka. Kuna wakati ambapo sijui hii serikali itaendeshwa vipi, lakini kati ya maoni ambayo kama wewe Mkenya ungeweza kushauri Ruto ama Raila katika sherehe ya siku ya kesho. Nashukuru sana kwa kuweza kutazama video ya kutazama samahani asante kwa kutazama mjadala wa siku hii ya leo, na asante sana kwa kushiriki. Nashukuru sana, Mungu azidi kukuwalinda. Tupatane tena siku ya kesho. Jina langu ni Dr. Dennis, ukipenda ni Kuntu, na tunazidi kushirikiana wote kwa pamoja. Na kwa sasa nimeondoka, tupatane kesho. Bye bye. See you tomorrow. Kesho pia ni siku, Mwenyezi Mungu awalinde usiku huu. Wale ambao ni mchana, tupatane siku ya kesho. Tutafanya nini? Tutasonga mbele pamoja. Kwa sasa nimeenda. Tupatane kesho baada ya kupata rais wa tano siku ya kesho. Rais wa tano William Ruto.